watu, ilhali punda zilikuwa zimepotea, ilhali walikuwa wanaenda kutafuta punda kwa muonaji. Hiyo wakati alikuwa anaitwa muonaji. Na ukiangalia wakati walimaliza kila kitu, sasa nataka tuangalie sana verse 6, kwa sababu hapo anasema Roho wa Bwana atakuja juu yako. Ina maana kuwa wakati huo Samueli bado alikuwa tu mtu hivi, bado Roho wa Mungu hakuwa ameshuka juu yake. Mambo ilikuwa ya hapa na pale, hapa na pale, mambo ilikuwa inampiga chenga hapa na pale, lakini maandiko inasema Roho wa Bwana atakuja juu yako. Mtu wa Mungu, Roho wa Bwana atakuja juu yako. Huyu Roho atasababisha zile milango zilizofungwa sifunguke. Ile hali ilikuwa ngumu kwako ilainike. Ile magonjwa ilikupiga muda mwingi itoeke, kwa sababu Roho wa Mungu anapokuja kwako akona kitu anakuja kuweka kwako. Haja kuja uteseke, amekuja kubadilisha hali fulani kuhusu maisha yako, amekuja kutengeneza njia fulani kuhusu kufanikiwa kwako, kwa sababu Samueli alikuwa specific kwa chenye alikuwa anaambia Sauli. Mtu wa Mungu, ni mangapi amefanyika katika maisha yako? Hiyo miaka ambayo umepigwa, hiyo miaka ambayo umedhoofika, hiyo miaka ambayo faida imekosekana kwako, lakini Mungu anakuambia leo Roho wake anapotua kwako, kuna vitu huko unajua kufanya, utaweza kuzifanya. Kuna mambo ilikuwa imepotea kwako, itawezekana kwako leo, kwa sababu Roho wa Mungu anaposhuka kwa kila mtu, mambo inabadilika. Roho wa Mungu anapofika kwako, ufanisi inakuwa rahisi, nyota ya ufanisi inakuwa rahisi, nyota ya kuendelea inakuwa rahisi, mambo makubwa inatendeka, kwa sababu Mungu ndiye kila kitu, ndiye njia, ndiye mwangaza, ndiye yani amefanya kila kitu kuwa rahisi, ambapo Roho wake ako ndani ya mtu. Maandiko inasema hata Sauli alipokuwa muuaji, Roho wa Mungu aliposhuka kwake alibadilika na kuwa mtumishi wa Mungu. Roho ya uhai ilipofika kwa Lazaro, alikuwa chombo kipya na kifo kikatoweka kwake, akakuwa mtu mwingine mpya ambaye ako na uhai. Pengine ni kazi yako ilikufa, pengine ni chochote kile ulikuwa unafanya kimekufa. Mungu anaenda kutuma Roho wake kwako, utabadilika kuwa chombo kipya, chombo cha maana, chombo cha dhamana kuhusu maisha ya kila mtu. Maandiko inasema utageuzwa kuwa mtu wa tofauti. Yaani na maana kuwa Roho wa Mungu anaposhuka kwake, utakuwa mtu wa tofauti. Hautakuwa mtu wa kulia, hautakuwa mtu wa kuhangaika, hautakuwa mtu wa kusononeka moyo. Yaani utakuwa mtu tofauti. Kama ni magonjwa ulikuwa nayo itaisha, kama ni utasa itaisha, kama ni ukimwi itapona, kama ni kansa inapona, kama ni talaka inaenda. Chochote kibaya kitaondolewa, kwa sababu Roho wa Mungu ameshatua ndani yako. Utabaki kuwa chombo kipya, yaani chombo ambacho kiko na dhamana juu ya kila kitu, katika jina la Yesu Kristo. Hiyo mambo ulipitia, wachana naye, kwa sababu itaenda kulainika tena. Inaweza kuwa ni punda kama akina Sauli, inaweza kuwa ni ndoa, inaweza kuwa ni biashara, inaweza kuwa ni maisha imekuwa ngumu, lakini wachana nayo, inaenda kubadilishwa tena, ambapo Roho wa Mungu anaposhuka kwako. Chochote utagusa kitafanikiwa, mpendwa. Chochote utasema kitakuwa ni sheria, chochote utakiri kitakuwa ni kweli, kwa sababu Roho wa Mungu anapoingia ndani ya mtu, kila kitu kinabadilika katika jina la Yesu. Tunapoenda kuomba, naomba Roho aingie kwako, naomba Roho abadilishe maisha yako, naomba Roho akakuinua kiwango kingine katika jina la Yesu Kristo.